jambo la kumshukuru sana Mungu baada ya neema kanisani pamoja na kutukuza rehema. Jambo la kumshukuru sana. Katika siku ya leo niendelee neno la Mungu pamoja. Neno la Mungu linasema faida zilizopo katika neno la Mungu. Faida ya kwanza, linatupatia uwezo wa kuishinda dhambi. Zaburi 119 mstari wa 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Huyu mtu aliyeandika haya maandiko ungemuuliza, kwa sababu alikuwa ameliweka neno la Mungu moyoni mwake. Ungemuuliza, kwa nini umeliweka neno la Mungu moyoni mwako? Angekuambia hivi, nimeliweka neno la Mungu moyoni mwangu ili nisije nikamtenda dhambi. Kwa sababu anatoa sababu. Anaanza na kusema moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Alafu akatoa sababu. Akasema nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo huyu mtu aligundua silaha ya kushinda dhambi ni neno la Mungu. Na akaona sio shida, kama silaha ya kuishinda dhambi ni neno la Mungu, basi ngoja niliweke neno la Mungu moyoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo neno la Mungu linatupatia uwezo wa kuishinda dhambi. Ukisoma Mathayo sura ya 4, ukaanzia pale ukashuka, utaona pale ni pale Yesu alipokuwa anajaribiwa na ambaye Biblia imemuita mjaribu. Akaambiwa geuza mawe yawe mikate. Baadaye akaambiwa jitupe chini. Baadaye akaambiwa haya yote nitakupatia. Lakini aliyashindaje Yesu hayo majaribu? Ukisoma pale utaona alikuwa na shetani alipokuwa akimwambia badili haya mawe yawe mikate. Yesu anamwambia imeandikwa, wanadamu hataishi kwa mkate tu. Baadaye shetani akamuonyesha utajiri wa dunia hii, pesa, madini, akamuonyesha utajiri wa dunia hii. Akamwambia ukianguka kunisujudia, hayo yote nitakupatia. Yesu aliwezaje kukataa? Alisema hivi, imeandikwa, mwabudu Mungu na kumsujudia yeye peke yake. Shetani akaona haitoshi, akampandisha juu ya mnara wa hekalu. Tunaposema mnara wa hekalu, maana yake ni kwamba tunaposema hekalu ni nyumba ya kuabudia ya Wayahudi. Kuna dini kubwa 3 duniani na kila dini na nyumba yake. Wayahudi wanaabudu kwenye nyumba zinaitwa hekalu. Kiingereza zinaitwa temple. Waislamu wanaabudu kwenye nyumba zinaitwa msikiti. Wakristo wanaabudu kwenye nyumba zinazoitwa kanisa. Sasa kwa kawaida ilivyokuwa yanajengwa mahekalu, linajengwa hekalu ni nyumba kama hii. Halafu kwenye kona moja kanajengwa kajumba kingine karefu sana. Kule walikuwa wanakaa walinzi. Kwa sasa shetani alimpandisha kwenye kale kajumba, akamwambia jitupe chini. Yesu akasema imeandikwa. Sasa ukiona hayo majaribu yote Yesu alikuwa anasema imeandikwa. 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 Maana alikuwa anatumia neno la Mungu. Aliposema imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Na ni kweli lile neno lipo kwenye Torati. Lakini ukisoma pale imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Ni kweli neno limeandikwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Yesu alikuwa ameliweka neno la Mungu moyoni. Alikuwa na neno la Mungu moyoni mwake. Na ndio maana akaweza kuyashinda yale yote majaribu 3. Kama angemsujudia shetani, tayari angetenda dhambi. Kilichomponya asitende dhambi ni neno la Mungu. Tunajuaje kwamba alitumia neno la Mungu? Alikuwa anasema imeandikwa. Kwa hiyo alikuwa anatumia neno la Mungu kushinda dhambi. Kwa hiyo faida iliyopo katika neno la Mungu, faida ya kwanza, neno la Mungu linatusaidia kuishinda dhambi. Hivi linakusaidiaje? Kwani ukitaka kunywa pombe, neno la Mungu litakubeba likutoe kwenye baa. Halitakutoa. Na wala bia haitakataa kufunguliwa. Ukifungua inafunguka. Ukiweka mdomoni inaingia, inanyweka. Kwani ukitaka kuiba hata baiskeli, itakataa kuendeshwa, itaendeshwa. Na ukichukua itachukulika kweli. Lakini litakusaidiaje neno la Mungu? Neno la Mungu linakusaidia kwa namna hii ili usitende dhambi. Kwanza linakuambia dhambi ni vitu gani. Kwenye Wagalatia pale sura ya 5 yameorodheshwa, Biblia inasema ni matendo ya mwili. Kwa hiyo neno la Mungu linakuambia kwamba kwa sababu hata Paulo anasema kama Torati isingesema nisingejua kwamba kutamani ni dhambi. Kwa hiyo maana yake neno la Mungu linakuelekeza kwamba kuiba ni dhambi, kutukana ni dhambi, kuzini ni dhambi, kusema uongo ni dhambi. Kwa hiyo maana yake neno la Mungu linayaweka wazi matendo ambayo ni dhambi, linakuelekeza. Kuna watu wanasema kwamba hata Mungu anasema kabisa jisaidie na
Mungu atakusaidia. Kama hivi hilo andiko lipo kwenye Biblia. Uliwahi kusoma Biblia ukalikuta neno limeandikwa jisaidie na Mungu atakusaidia? Ni kitabu gani tufungue tusome? Lakini watu si waga wanasema, hivyo kwa mganga nenda kidogo, halafu kanisani nenda kidogo. Imeandikwa wapi? Yaani wewe umsaidie Mungu. Haya. Kama unaweza kumsaidia, kabla hajakuumba, alimsaidia nani akakuumba wewe? Lakini aliumba ziwa kubwa lile la maji kama la Mwanza pale. Ulichangia lita ngapi za maji kwenye lile ziwa? Kama unaweza wewe kumsaidia Mungu, ulichangia lita ngapi? Yaani umsaidie Mungu. Aliyekuumba unawezaje kumsaidia? Ameshindwa nini? Ule ni uongo ambao shetani ameinua kuwadanganya watu ambao hawasomi Biblia. Yaani anayeweza kusaidiwa ni mganga. Ukienda kwa mganga anaweza kukupa hirizi au naweka itakuwa inakulinda, unaweka mfukoni. Kama hirizi nimeiweka mfukoni, hirizi ndio inanilinda mimi au mimi ndio ninailinda hiyo hirizi? Tutoe mfano, umekaa ndani, nyumba imeungua moto. Hirizi itakubeba ukutoa nje au wewe utaibeba hirizi kuitoa nje? Haleluya. Lakini Mungu anaweza kukulinda. Mimi niliwahi kuvamiwa usiku kwa nilala, akaja shetani. Kwa sababu shetani huwa anambia, akikushindwa kutafuta uso kwa uso, anakutafuta kwenye ulimwengu wa roho. Akikushindwa hapo anatumia Mungu. Sasa shetani alinitafuta mimi katika ulimwengu wa roho. Yaani akaja. Hujawahi kumsikia mtu amelala, halafu analala juu. Kulikuja kitu, niliona kitu. Ni kama mnyama fulani mkubwa, halafu ana mdomo mrefu. Sasa akataka kunichoma tumboni. Simelala. Akaleta ule mchoma. Kwa nguvu kama nitoboe, nife. Alipokaribia kunitoboa, nikashangaa nimenyanyuliwa nikarushwa kama kule. Halafu nikajikuta nimesimama. Ingekuwa ni hirizi ingenirusha hivi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, neno la Mungu ndio wali na kufunulia kwamba kipi ni dhambi, kipi sio dhambi. Faida ya pili, neno la Mungu ni taa. Lakini hiyo faida ni njia mojawapo ambayo huwa inatusaidia kuishindaje dhambi kupitia neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ni taa, maana yake linakumulikia kwamba hiki usifanye, hili fanya. Kwa hiyo neno la Mungu ni taa. Zaburi hiyo 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kama unatembea usiku bila tochi, cha kwanza hautaiona njia, cha pili hautaona kama kuna adui njiani anakusubiria, cha tatu kama kuna visiki au kuna mashimo ni rahisi kudumbukia kwenye mashimo, 4 ni rahisi unaweza ukapotea kwa sababu huoni njia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Mungu ni taa. Kama neno la Mungu ni taa, wewe unasafiri kwenda mbinguni. Maana neno la Mungu inakuwa inakumulikia, pita hapa. Hapa usipite. Hapa kuna adui, hapa kuna shimo. Kwa sababu neno la Mungu ni taa. Unapokuwa unatembea kwenda mbinguni, unakuwa unatembea ukikuta uzinzi, unakuta ulevi. Kwa sababu unajua hata kama kuna hatari gani mle njiani, utatembea utaona hapa kuna shimo, unapita pembeni. Mtu anayetembea bila neno la Mungu ni sawa na mtu anayetembea gizani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu ni taa. Unapokuwa unalipenda neno la Mungu, unapojaa neno la Mungu, ni vigumu sana kukosea. Kwa nini? Kwa sababu ni taa, unaona. Lakini pia linakuambia hili ni baya, hili sio baya. Ni vigumu sana kutenda dhambi kwa mtu ambaye amejaa neno la Mungu. Mara nyingi watu tunakosea, tunamtenda Mungu mabaya licha kama tunaingia kanisa. Ni shida ni kwamba hulipendi neno la Mungu. Kama hulipendi neno la Mungu, maana yake hauipendi taa. Unatembea tenda kusoma neno la Mungu. Kwambie jambo la mwisho. Neno la Mungu ni silaha. Kwa Efeso 6:17. Bwana Yesu asifiwe. Silaha yetu sisi ni neno la Mungu. Ukiwa mtu umejaa neno la Mungu, huwezi kushindwa. Hata kama unakutana na majaribu, unakutana na vita, kama umejaa neno la Mungu, huwezi kushindwa. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni chakula. Mtu aliye na nguvu, anakula vizuri, ana nguvu, hawezi kushindwa. Kwenye mashindano hawezi kushindwa. Waulize wanaopenda michezo. Mchezaji anashauriwa kula sana. Kula hasa. Kwa sababu gani? Anaenda kushindana. Nabii Elia alipochoka, akakata tamaa kwamba nife tu, bora nife. Mungu alimletea mkate. Alipokula chakula, Elia akapata nguvu, akaendelea na safari. Hata kama umechoka, ukipokea neno la Mungu, unapata nguvu, unaendelea na safari. Hata Daudi alipoenda kupigana na Goliati, si alitamka, mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi.
alitumia neno la Mungu akashinda vita. Ukiona mtu anashindwa ili shida kidogo inapotokea anakata tamaa, huyo mtu ni legevu, hana neno la Mungu. Hivi kwa mfano hata katika ulimwengu wa kawaida usipokula chakula, yani unakuwa ni mtu leke sana, yani hata mtoto tu yake kusukuma unadondoka kwa sababu hauna nguvu, hauli. Kwa vile vile katika ulimwengu wa roho, mtu ambaye hali neno la Mungu, tatizo dogo tu anakata tamaa na macha Mungu, tatizo dogo tu anapita njia nyingine kabisa. Lakini mtu ambaye ana neno la Mungu ana uwezo wa kustahimili. Neno la Mungu unalipata wapi? Tupende kuhudhuria ibada ili tuweze kufundishwa neno la Mungu. Tupende kusoma Biblia. Mkristo wiki 2 hujasoma Biblia, okay, wiki 2 hujala chakula cha kawaida, utaishi? Kama uwezi kuishi mwili huu kwa kutokula wiki 2, haya, hiyo irudishe kwenye ulimwengu wa roho. Una wiki 2 hujasoma Biblia, una hali gani kiroho? Enda kuhudhuria kanisani kujifunza neno la Mungu. Jumatano kuhudhuria kanisani. Kwani kuna mtu aliwahi kuniambia, nilipanda kama enda kanisani sema siku fulani, akaniambia kule kama wewe sasa hivi nenda utaenda kukuta mtu sasa hivi bado. Nikajiuliza, kanisani wakati tunaenda kuonana na watu au kuonana na Mungu? Watu hawapo lakini Mungu yupo. Hata peke yangu nafika pale napiga maombi vizuri tu, narudi nyumbani. Shida iko wapi? Na ukitaka sasa kujua mtu ana umri gani kiroho, angalia maneno yake. Kama ni mtoto huyu hawezi kuongea kama mzee karibu huyu. Anamwambia sema soda, anasema shoda. Kwa hiyo hata kwenye ulimwengu wa roho ukitaka kujua huyu mtu ana umri gani, angalia anavyoongea. Kanisani sasa hivi hautaenda kukuta mtu kabisa. Enda kusikiliza mahubiri. Kwenye simu humo kuna mahubiri ya wahubiri mbalimbali hapo, ya kina nani, kwenye radio, kuna channel za kwenye TV, uliona TV, kuna channel za mahubiri, sikiliza mahubiri. Shida sasa kwenye flash zetu. Sangale ni weka mahubiri. Tofauti na Biblia, kuna vitabu mtu ameandika kuhusu maombi, ameandika kuhusu utoaji, soma vitu kama hivyo. Utajikuta umejaa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba niishie hapo, nimshukuru Mungu sasa. Baba Mungu wa mbingu na nchi, tunakuadhimisha na kukutukuza. Tunakuinua na kukusifu. Wewe ni Mungu wa pekee wala Je, unahitaji kutengeneza mkanda dhidi wa sherehe au mahafali yako? Je, unahitaji kutengeneza matangazo, yani kufanya graphic design? Je, unahitaji kupiga picha zenye ubora wa hali ya juu? Usihangaike, wasiliana na kaka yenu Arts kupitia namba 0789821300. Tunapatikana Utemini Mwadui, Shinyanga, Tanzania. Bei zetu ni nafuu sana. Watu wote mnakaribishwa.